unaweza pata malezi shule. Kama ukupata education shule, unaweza kuipata kanisani. Vikishindikana kanisani, dunia kufundisha. Hii yayo ielewe. Na dunia ikikufundisha, inafika kama muda maadui zako ama waliokupenda watashangilia juu yako. Dunia ikikufundisha. Kwa hiyo usipofunzwa na wazazi, kanisani wakikushindwa, ukuwe mwanaume ukuwe mwanamke, uwe ni maibo. Niko hapa mbele, mnajua kama unanipita akili na elimu, lakini nataka unifuate kwa machache, kwa hiki kidogo ambao nataka nikufundishe. Nataka nizungumzie aina 7 ya wanamke wabaya, ama comportement 7 za mubaya ambazo ukisikutana kwa wanawake, ikuwe ndani ya ndoa, ikuwe katika uchumba, jua kama uko hatarini. Tabia ya kwanza ambayo nataka nizungumzieko, ukikutana na mwanamke wa kuongea sana, mwanamke wa kuzungumza sana, naweza muita perroquet, uko katika shida. Ikuwe katika amitié simple, ikuwe katika mawasiliano ya mapenzi, ikuwe mbunyumba, mkeo ni wa kuzungumza sana, unapata shida. Mwanamke anaweza olewa na mwanamume mweko na bulema akukoyola ukitanda, hii bulema utende toa nje. Japokuwa siri ya mtu ni ile bulema yake. Sijua kama kila mtu kwa ananifuata mzuri. Unaweza kuwa unajikojolea ukitanda, kama siri itoke nje utakuwa na dunda. Kwa mwanaume uko mwanamke utakuwa na dunda. Na siku siri ilitoka nje, fasi utakuwa unapita, utakuwa mpole pasikia wanajua kama unafanya nini. Siri imetoka. Jua nini? Mwanamke ameongea sana. Mnaweza kuwa mko kubukwe, automatically pale kunaweza kuwa watu wa kuheshimiliwa, lakini telemake yeye anaponyokewa kato. Na utasikia ni mwanamke mwenye akitembea na mumewe anampatishaka haya partout kote kwa wanafika. Iko kanisani mume anapata haya. Na juu tena kutana wanaume wa mingi sana, bashakuwa wapole. Juu anaona hii domo ya mke wangu, ya mchumba wangu inanishushishaka heshima. Sasa generation ambayo tunayo, tuko tunapenda tuiforme. Mwanamke wa akili ni mtu mwenye anapangaka kila kitu mwakili. Mwanamke wa akili. Kama niko nazungumzia mwanamke, tukisote tunatoka katika maisha ya wajene, tunaingia katika unabii. Kumbukeni ya kama mimi na wewe tuko wanamke na Yesu pekee ndio bwana harusi. Maana kama niko nasema mwanamke, ninazungumzia katika hali mbili. Hali mbili. Binti kawaida ambayo tuko tunaona na binti ambaye anamsubiri Yesu Kristo. Kuzungumza yako unaweza vunja nyumba ya wenzako, unakuwa pomba. Maongezi ulimi, ukisoma maandiko vizuri, ni kiungo kidogo, lakini vitu ambavyo ulimi unaumpa ni vitu ambavyo hawezi vipakiza hata trakteri, hawezi viweza. Basi ulimi unajenga na unapumua. Mwanamke wa kuzungumza sana, binti mwenye hakwake na limit kwa kuongea, ule ni mwanamke mbaya sana. Mwanaweza kwa mko mnaongea mko mchumba kutokana na anasubiri neno yenyewe haina kichwa na miguu. Sasa temake na huko Zebedeo magura mivumilia tu vile na mbembeleza tu basi nikatale no. Ama kile kosa haiko ya mzuri. Na huu binti akiingia kanisani atakrevo mavikundi na atasambaza kanisa. Na kama asambaze kanisa, fasi kwenye anaishi atamvulia shapo. Tabia ya pili ambayo nataka nizungumzieko,
Na bila kusonga mbali, tuko tunasoma maandiko. Nikamatia Proverbe chapitre 15 verset 2. Nini nitasoma? Chapitre 15 verset 2 inasema, ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri. Mwenye hekima. Hekima ni mtu mwenye iko na akili. Hekima inatoka kwa Bwana. Unaweza kutana na mavita ya namna gani, inainuka kimwili na kimaseme. Kama uko na hekima utavimeza. Na si kwa sababu juu uonekane pomba ama mwanamke mzuri ama kijana mko na nguvu, kupishana mazungumzo haiko ndio nitakuonesha kama uko pomba, no. Bali mtu wa akili yule mwanatumika mambo yake katika ukimya. Tunaweza kutana mchuna niambia mbanda nyamazi. Mimi ukiniambia vibaya mimi nakujipia kama uko mwenda basimu nini yeniwe sio kutoka mwenda basimu. So tujiumbie kuko na malimite katika mazungumzo, tusikoe brutal. Mambo yote ambayo tutakuwa tunayafanya. Pointi ya pili nataka nizungumzie mwanamke mchoyo. Ukikutana na binti mwenye ni mchoyo, jua kama atakumaliza kwa marafiki, makonesanse zako zote tasimaliza. Ni mtu mwenye anapokeaka lakini ya ajili yake. Ukikumbuka Abraham, Mungu akamwambia unitolee mwana wako tutoke kwa Abrahamu. Ana alikuwa muda mrefu na hazai. Akaomba Mungu, akamwambia baba ukinipatia mtoto nitamkutolea. Mungu aliposikia kama atamunipa, joka hapo. Maana juu upewe kitu inabidi ujifunze kupana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mchoyo ni mwanamke mwenye atakutoa wewe kwa jamaa, ni mwanamke mwenye atakumaliza kwa marafiki. Tena mtu mwenye anaishi bila marafiki, sijui kama mtaishi namna gani. Binti wowote ama mwanamke wowote akikaribia maisha ya mwanaume mako na kuja badilisha maisha yake. Na ukipangiliwa kama utolewa, maana wewe unakuwa kutanisha jamaa, haukuje isambaza. Sasa ukishakuwa mchoyo, hautaona kama ulikuwa, maana utapendaka mloko kwa bwanako afike kwako. Bageni saba na ingine maya bugano negeuza kuna. Telemake usheba Kristo tunawali moya. Sasa juni mzigo na unavivumilia vile sheria njoo ameamua basi sina vya kufanya. No. Inabidi mabinti wenye waolewa, mko mnenda olewa, muwe makini sana katika mambo yaniko nayozungumza. Unaweza kuwa unanishinda kuvaa vizuri, unanishinda hela, lakini hii itakusaidia. Ukiwa mtu mwenye haujui pana, maisha yako haitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya tatu ambayo nataka nizungumzie, mwanamke mwenye fitina. Mnisomee maandiko, Proverbe chapitre 14 verset 11. Mwanamke mwenye fitina ni mwanamke mwenye anakuwa na mamihali saa zote. Hapendaki amani. Saa zote anapendaka tu aishi kwenye kwa maugomvi. Saa zote. Tusomee Proverbe chapitre 14 verset 11. Inasema hivi. Ndio. Nyumba ya mwovu ndio itangamizwa. Ndio. Bali hema la mnyofu litastawi. Ya Swahili anasema nyumba ya mtu mbaya itabomolewa, bali hema ya mwenye haki itafanikiwa. Kumbukeni kama katika Korintho Biblia inasema mimi na wewe tuko ikao la Roho Mtakatifu. Sasa Biblia inasema nyumba automatically wanazungumzia mwili. Paske mwili ndio mnawekewa ndani vibaya na vizuri. Mwili.
Unaweza ona binti mwenye anavaa vizuri anapendeza, ama papa mkubwa kabisa anavaa vizuri anapendeza. Mko mnatembea njiani, unafanya mistake kidogo tu na mkwala tu yeko. Unasikia mtu anamwambia mkoshi haramu. Sasa unaangalia ni baba mkubwa, mama mkubwa mwenye unapasha heshimia. Leo unasema huyu baba anavaa vizuri lakini ni mpoli. Uko unaona? Vazi iko kwa nje lakini vilivyo ndani vinachafuka. Ndio Biblia inasema mtu mbaya nyumba yake itabomolewa. Ndio mwanamke huyu ambaye kila sana kila dakika anapendaka ugomvi. Yeye na marafiki mkartie banaishi nao, make yeye anakuwa na marafiki 2 jours, 4 jours ni ma conflit. Uko na mchumba wako 2 jours mnaongea pamoja naye, akisimake ka geste kidogo tu, wewe mkoshi usinizoe, make na mungu nyumba utabakia tu vile vile na hakuna kitu kenye utajiwezea kama maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke mwenye anakuwa na ugomvi ndani mwake ni mwanamke mwenye hawezi kaa karibu na watu. Katikati ya watu. Juu upendo usipopenda kila mtu atakuwa anamsikia mbaya. Hautasikia kama watu mzuri. Maki wao uliombiwa tu masikio yake yanasikia ndio vibaya. Hawezi furahia vizuri ya mwenzako. Mahali kwa kuko raha wona amusha njoo fitina. Hawezi pendo one kwenye watu wawili wanasikilizana, no. Wewe ni mpanga. Uko na kapasite ya kusepare. Pointi ya 4, mwanamke mbaya ni mwanamke mwenye dharau. Ukijua kama uko hapa na uko na dharau mwe, jua kama maisha yako kwa hatari. Sasa kuko tofauti ya dharau na kiburi. Hii pointi ya kiburi iko hapa. Mimi nataka nitafsiri kwanza dharau. Mtu anaweza kukuita kucha. Mefaso yenyewe unakuja ndani. Na mwenye amekuita yeye peka anaona kama akavia aka make wewe wote unaonekana tu kwa kiburi. Même si banakuita unakuja, umeti umemanifeste kiburi ndani mwako. Niletee hiki. Unaenda unaleta kitu, mefaso unaenda kipana ndani na kipana hivi. Uko napanga meza, bageni biko, mefaso yuko napanga meza haikufanane kama wewe binti mwenye ulilelewa. Haikufanane. Oro shewa naume, shewe tungaliki masilibatere. Tunapendeka mwanamke ukakitu kadogo tu. Kusiko mwatakudanganyaka kama kuko mwataolewaka juu ya buyana, no. Burembo, hii burembo wa sura, haiko kitu. Unaweza pokea wageni, faso ya kuwapangia tu meza, pale unapita unapata mchumba. Pale kwa kupanga tu meza. Faso ya kuwanaosha mai, unaona. Oyona binti mwenye unakia wanaosha mai, anamwangia paka na mai na kurukia. Unashuliza oshiste ni vya mihali ni kule niache. Unataka kushukutana iko na kiburi ndani mwake. Sasa huyu binti akijaliwa tu mkoshi mbaya anapata pesa na njoo maisha yake na mheshimu. Demarche itakuwa za hivi cho. Na hakuna hata mwenye atazungumzaka tena mbele yake. Chua nini? Ongea ya uzima. Kiburi cha uzima kiko ndani mwake. Please, kiburi cha pesa. Ndio unakuwa kujikutana na mama wakikuwa mpatia raporo asiaha. Damerve basi. Muone tu vile. Paka mama yeye mzazi aishaishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huko mwisho yake marefu hapa. Damerve pabdo.
Ndezi mzee kasoda ni kwa 2000. Madame ya mfei. Mimi kuna probleme ya kusema majina ya watu. Mtanisamee sitarejelea. Unasikia? Sasa ukishakuwa binti mwenye uko na kiburi, jua kama kila mwanaume wote mtakuwa na kujogelea, mtakuwa na kukimbia. Amen. Sasa njoo maandiko yanasema Proverbe chapitre 11 verset 16. Njoo nasema mwanamke wa adabu huheshimiwa daima na watu wa kali hushika mali siku zote. Mwanamke wa adabu anaheshimiwa, maki anaheshimiwa kana kila mtu. Nikupe mfano. Hujawahi pita fasi kwenye unakuta mbuzi inalala barabara. Umeshitula inakatala. Na kugangia itakutokea njia. Maki na kufungia njia. Biblia inasema ukishakuwa na adabu utaheshimiwa na kila mtu. Naye hawezi kuparamia. Mwanamke mwingine ambao inabidi kumwogopa sana